Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Amani Online TV pamoja na msikilizaji wa Amani Radio 101.5 inayokutangazia moja kwa moja kutoka Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Ninakukaribisha katika kipindi maalum cha maandalizi ya kutabaruku kanisa kuu la jimbo, yani kathedrali, kanisa lenye hadhi ya juu kabisa ya kathedrali hapa Arusha. Katika kipindi hiki nipo na Daktari Engineer Richard John Matolo ambaye kwa takribani miaka 13 amemtumikia Mungu kwa taaluma yake ya ufundi na ujenzi wa kanisa hili hadi kufikia hatua hii ya mwisho ya kutabaruku. Kwa niaba ya wote wanaokuletea kipindi hiki maalum kwa maandalizi ya kutabaruku, mimi ni Sister Ernestina Patrick Laswai. Tuungane pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo sister. Milele amina. Nafurahi kukutana na wewe. Ndio, hongera sana kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Nashukuru sana. Na tuko na Amani Radio na Amani Online TV na mtazamaji na msikilizaji ambaye anajiandaa kwa ajili ya kuja kushiriki katika kutabaruku kanisa hili tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu. Angependa kusikia kwa ufupi historia, tumefikaje hapa kwenye kujenga na kufikia katika ngazi ya juu kabisa ya kukamilisha hatimaye kutabaruku tarehe 7. Asante sana. Umesema vizuri. Ili kwenda kupata flow nzuri, nitaanza na wazo. Kwanza, wazo la ujenzi wa kathedrali hii lilitolewa mwaka 97 na aliyekuwa askofu wa pili wa jimbo kuu la Arusha, Askofu Fortunatus Lukanima. Alitoa wazo hilo mwaka mmoja tu kabla ya retire, na baadaye alikwenda kufariki mwaka 2014. Lakini baada ya kuchukua hili wazo, kanisa lilikaa chini ya askofu sasa watatu, Askofu Lebulu, lilikaa chini na likachakata wazo hilo kwa kutumia askofu peke yake, mapadri, watawa, walei na wataalamu. Wakaona kwamba ni wazo zuri, na hasa kutokana na hadhi na sifa kuu ya jimbo hili la Arusha. Kwa hiyo michakato ilianza, na nipende tu kusema originally, mwanzo, hata ramani perspective ya jinsi cathedral itajengwa ilitoka nje ya nchi, lakini baadaye ilikuja kuonekana sio compatible na mazingira yetu na masharti mengine ambayo yalikuwepo. Kwa hiyo kijimbo tukaona tuje na new concept. Kwa hiyo kitu tunachokiona hapa kimefanywa na wazawa, lakini baada ya kuintegrate, kuchukua ramani na miundo ya kathedrali nyingi duniani. Unavyosema kathedrali, lazima inakuwa na sifa fulani ambazo tumeziongeza hapa, na ndio maana tunasema sasa hii imekwenda kuchukua upekee wa kathedrali, lakini pia umekwenda kublend na mazingira yetu. Kwa hiyo tu itoshe kusema kwamba nitakayoyasema kama ndio special au features ambazo ni unique, basi zilikuwa zina miss kwenye ile ya mwanzo. Engineer, nikukatize tena kidogo kabla hatujafika huko. Umezungumzia na nimekusikia ukisema juu ya mchakato wa hadhi ya kathedrali, kwamba kuna mambo ambayo mliona kwenye mtindo au ramani ya kwanza vinakosekana. Na katika kuchakata hili, pengine ni wataalamu wangapi ambao mliwashirikisha kuona ubora wa kile ambacho tunakishuhudia leo? Kwa kweli nikisema wataalamu nitakwenda nje kidogo, wataalamu wa dini, kwa sababu tuliwahusisha sana askofu mkuu ambaye watatu, Josephat Louis Lebulu alikuwa ndo anaongoza, lakini pia tumepata input ya mapadri, tumepata input ya walei, na tumepata input ya watu ambao wameshatoka nje wakaona makanisa ya kweli ya kathedrali kule Ulaya. Wakaja hapa, tukachanganya yale mawazo, ndio tukasema sasa, jamani, ili kujiheshimisha jimbo hili, hebu ngoja tuje na kitu hiki. Kwa hiyo haikumhusisha tu mtaalamu kwa maana ya mtu ambaye amesoma engineering kama mimi, hapana. Ilimuhusisha pia
na mtu ambaye ana uzoefu kama mapadri, maaskofu na watu wengine wenye mapenzi mema na kanisa Katoliki. Na hivyo nashukuru sana kwa ufafanuzi ambao umeutoa kwamba mliwashirikisha viongozi wa kiroho, askofu pamoja na mapadri ambao walitoa mang'amuzi yao kwamba kuendana na hadhi ya kathedrali jimbo kuu, tofauti na majimbo mengine, tunataka kanisa letu liwe na hadhi ambayo tunaiona leo, na baadaye tutaweza kutembea ndani kujionea kwa uzuri zaidi. Na mtazamaji wa Amani Online TV pamoja na msikilizaji wa Amani Radio bado angependa kujua mchakato wa kujenga kanisa hili. Mmejenga kwa kipindi kirefu, utupitishe phases za ujenzi. Hatua ya kwanza mlianza na nini, mkafikia wapi, na mchakato ulikuwaje? Sawa kabisa. Kama ninavyosema, uzinduzi huu baada ya wazo kutoka ile 97, uzinduzi wake ulikuja kufanyika mwaka 2004 wakati Askofu Lebulu alipokuwa anasherekea miaka 25 ya utume wake kama askofu. Tunasema maadhimisho ya fedha, inaitwa fedha. Kwa hiyo tulipegi pale mwaka ule 2004 tukazindua, lakini ilipita tena kipindi kutoka 2004 mpaka 2011 tulivyokuja kufanikiwa, pamoja na kupita kwenye changamoto nyingine za kifedha, tulifanikiwa sasa kumaliza michoro pamoja na documents zote ambazo zinatakiwa ili kutekeleza mradi huu. Mwaka 2011 tukapata na kitu kinaitwa pre-contract estimates, gharama ambayo tulikuwa tunadhani ndio ingetumika kujenga kathedrali hii. Labda nitaelezea vizuri kwenye nani na kufuata. Kwa hiyo tulichokifanya, hatujataka kukwepa utekelezaji wa miradi kwa kufuata mifumo ya kihandisi. Kanisa liliona umuhimu wa kumpata architect ambaye aliweke on the designs architecturally, lakini pia tukampata structural engineer ambaye bahati nzuri alikuwa ndio mimi na kampuni yangu ya Mat Consult, lakini kulikuwa kuna quantity surveyor alikuwa anaitwa Matawana, yule bosi wake aliyofariki baadaye, na subcontractors wengine ambao wametusaidia kuweka mifumo kama ya umeme, PA system, sound na mengine ambayo mnayo huko ndani. Kwa hiyo hii ni jumuishi. Naweza kusema principally tulikuwa tuna architect ambaye alikuwa anaitwa Romani architect, lakini pia tulikuwa tuna structural engineer ambaye anaangalia ubora wa jengo hili kwa maana ya kuangalia lisianguke. Huyo ni structural engineer ambaye ni mimi, lakini pia tuna quantity surveyor ambaye yeye anachukua ile michoro, ana quantify into segments ndogo ndogo component wise, na kujaribu kupeg cost za wakati ule kwa kila component ili kupata base cost ya mradi. Engineer, tukisalia hapo kwenye taaluma yako na kazi yako ambao umefanya kubwa katika ujenzi wa jengo hili, katika kuangalia ubora, nimesikia kwamba kanisa hili liko katikati ya mto, na upande huu nashuhudia kuna bonde na upande mwingine wa kanisa pia kuna bonde. Ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo hasa katika kuanza msingi wa kanisa hili, tukizingatia kwamba liko juu ya mito miwili, upande huu kuna mto na upande ule kuna mto? Kwanza, kabla ya kwenda kwenye changamoto, niseme ukiangalia vizuri historia ya makanisa kathedrali duniani, mengi wanasema yanapendeza kama yanakuwa integrated kati ya mito. Utakumbuka mto Euphrates na Tigris, katikati pale kuna kathedrali, sikumbuki jina lake. Lakini hata ukiangalia sasa, watu waliobuni eneo hili kuwa eneo la kanisa, tuache tukumbuka kathedrali, liko kati ya mito miwili kweli, kama wanavyosema Naura A na Naura B. Hii Naura A na Naura B ni mto mmoja ambao kwa wale ambao wamefuata jiografia ya hapa inaachania pale Sanawari, ndio inaachania pale, kunakuwa na divergence pale Sanawari,
lakini baada tu ya kumaliza hapo chini inakwenda tena kukonveji kuwa moja. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba eneo hili la kanisa liko kati ya mito miwili, lakini hii mito miwili iko mbali. Kwa hiyo structurally eneo ambalo liko katikati linatosha kabisa kujenga structure aina yoyote bila kuwa na fear ya seepage ya maji kuharibu foundation. Na hiyo ilionekana toka zamani, na leo sisi tumeona kitaalamu zaidi, tukaona inafaa, na ndio maana tulijisikia vizuri sana kujenga kathedrali kwenye eneo hili, kwa sababu ya hiyo sifa mojawapo ambao wanakuambia kabisa kathedrali ingependeza sana iwe sehemu ya muinuko. Na hii kweli iko sehemu ya muinuko, na mito iliyoko hapa ni mito ambayo haihami. Kwa miaka yote ambayo sisi sasa zaidi ya miaka 60 mito iko hivyo hivyo, na hata wakati wa kuchimba foundation nikupe uhakika hatujakutana na challenge yote ya maji ya kusema seepage. Kwa hiyo the basement ambao baadaye nitakuja kuelezea wakati naelezea components za mradi huu ziko intact, hazina fear ya kupata hiyo mkondo wa maji kwa maana ya kuleta disturbance structurally. Na engineer mtaalamu wa ubora wa majengo Daktari Richard John Matolo, umetueleza vizuri juu ya taaluma hii na yale ambayo yamefanyika kuhakikisha kwamba pamoja na kuwa tuko katikati ya mito miwili, haina namna yoyote ya kuingiliana na ujenzi wa jengo letu, kwa maana kwamba hata wakati wa kuanza msingi mmejiridhisha kwamba ni eneo salama, ni eneo ambalo linafaa kwa kanisa. Na naamini kwa kupitia mito hii miwili, basi tunapoingia ndani ya kathedrali tukisali, tunafungua mioyo yetu ili sala zetu ziweze kutiririka kama maji yanavyotiririka kati ya mito hii miwili. Tukirejea katika ubunifu na upekee wa kanisa hili, kwa mfuatiliaji wa Amani Online TV na msikilizaji wa Amani Radio ambaye hajafika Arusha, ni nini ambacho unaweza kukizungumzia ni cha pekee sana kwenye kanisa hili ambalo tunaenda kulitabaruku tarehe 7 mwezi wa 8? Nashukuru sana, hilo ni swali zuri sana, kwa sababu kama ninavyosema makanisa ya kathedrali, kwanza kanisa la kathedrali by definition ndio kanisa kuu kabisa kwa jimbo, makao makuu ya askofu. Na makanisa haya yanajengwa, yana vigezo fulani, sio tu kwa hii. Ukisema kathedrali, ukienda hata kwenye net kwenye nini utakuta kuna sifa. Sasa zile unique features ambazo nilisema ilibidi tuzintegrate kwenye zile ramani za mwanzo ni pamoja na haya ambayo nitayasema. Kwanza, kanisa la kathedrali lazima liwe na tall towers. Tall towers zisizopungua 2. Na ikisema tall towers zisiwe na chini ya mita 45. Ya kwetu ina takriban mita 50 urefu wa tawa moja. Kwa hiyo moja imesha comply na ile uniqueness na requirement ya kathedrali. Lakini ya pili, kama mtakapokwenda kuona, lina basement ambayo lina sehemu ya kuwazika maaskofu, tunaita crypt section, na kuna relic section. Sasa hizi crypt section, kama tutakwenda kwa basement, tutaona ni sehemu ambayo tumejenga compartment 6 ambazo maaskofu watakuwa wanazikwa kule, na hata wale ambao hawajazikwa hapa walizikwa sehemu nyingine, tunatengeneza sehemu, masanduku fulani, special relics section ya kuhifadhi masalia matakatifu. Kwa hiyo kimsingi makaburi yale hayatajaa, kwa sababu baada ya muda tutakuchukua, tutakuweka kwenye special compartment ambayo ni ndogo, ili kuacha room for other bishops to come. Kwa hiyo ni sifa moja kubwa, ina accommodate maeneo ya kuwahifadhi maaskofu, na sisi tutakwenda kuona tumeweka. Lakini sio hiyo tu, ina provision ya kuweka additional chapels. Sisi tuna chapel ndogo kule chini pamoja na kumbi 2 za mikutano. Ni sifa mojawapo pia ya kathedrali. Lakini ya tatu, kanisa hili ni kubwa kuliko makanisa yote ambayo unayaona, na uniqueness ya kwake
kama utakavyokwenda kuona hata altare yake inaweza kuchukua mapadri mpaka 300 altare tu hiyo. Kwa hiyo those are the unique features za kanisa kama hili. Na engineer, umezungumzia mambo mbalimbali ambayo yanaonyesha utofauti wa kanisa hili na sifa ya upekee wake, na nikitembea ndani ya kanisa, kwa kuwa nimeshashiriki na kushuhudia kutabaruku makanisa mbalimbali ya parokia hapa jimboni Arusha, nimeona nguzo zake pia ni za tofauti, sio kama za makanisa yale mengine ambayo nimepita na kushuhudia yakiwa yanatabarukiwa. Kwa nini nguzo za kanisa kuu la jimbo katedrali ni za ukubwa ule na design tofauti? Kwanza, ukubwa wa nguzo ni matokeo ya design structurally. Kanisa hili ni kanisa kubwa, ni kanisa ambalo lina mezzanine. Kuna mezzanine 3. Kwa hiyo wakati tunapo design column au nguzo kwa Kiswahili, tunaangalia na load ambayo inakwenda kuwa applied. Sasa kumbuka hapo juu tuna hizi mezzanine 3, kila moja inaweza kuchukua watu zaidi ya 300. Kwa hiyo wakati wa design, the first thing to think of, tunaangalia amount of load ambayo inakwenda kuwa pale ili iweze kudetermine strength na ukubwa wa columns. Ndio maana unaona columns hapa ni kubwa. Haziwekwa tu by style, zimewekwa by consideration of the load ambayo inakwenda kubeba. Kanisa hili kama ninavyosema la mezzanine 3 ni unique. Kuna watu 1000 watakao huko juu, lakini wale hatutegemea waanguke. Ndio maana tumeweka columns kubwa na zile zimefanywa kwa kufuata proper engineering design. Tumeandaa compartment 6. Kuna makaburi 6 ya kuzika maaskofu. Na ukisema makaburi 6 ni mengi. Ni mengi. Kwa hiyo tumeangalia life history ya binadamu, ukubwa wa kathedrali. Tukaona kabisa yale 6 yanatosha, kwa sababu kuna hii philosophy ya kuja kuhamishia masalia kwenye hizo relics, special compartments. Tumeona yanatosha. Tutakwenda tutakuonesha tukiingia huko ndani. Tumejenga, tumewekeza kwa takribani miaka 13. Wewe kama mtaalamu msadifu majengo, kanisa hili ambalo tunaenda kulitabaruku, tunategemea litadumu kwa umri wa karne au miaka mingapi? Kwa kweli kwa chini sana, kabla sijaenda kwenye ukokotoaji wa kisayansi, miaka 200. 200 years ambayo unfortunately wote hatutakuwepo, lakini itoshe tu kusema kwamba unaweza kuangalia hata historia ya makanisa ya kathedrali duniani yako kwenye umri huo huo. Kwa hiyo na sisi tumejenga kufuata the modern thinking technology. Kwa hiyo tunategemea 200 to 300 years bado kanisa hili litakuwa liko pale. Na engineer, asante sana kwa ufafanuzi huo na ubunifu mkubwa ambao umefanyika. Mtazamaji wa Amani Online TV bado angependa kusikia kanisa kwa ukubwa wa ndani lina uwezo wa kubeba watu wangapi? Kanisa hili lina sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ambayo ni kanisa lenyewe kama linavyoonekana ni ndani, pamoja na mezzanine 3 linaweza kuaccommodate watu takriban 4000. 4000. Kule chini kwenye chapels, hiyo sizungumzii, maana wanakwenda kwenye chapel ni watu wachache, 50, 100 watakwenda kule chini. Na tuna majengo mengine mawili, compartments 2 ambayo tunaita ni meeting room. Kwa hiyo upande wa capacity, kwa maana ya kanisa linaweza kuchukua nini, nasema ni minimum of 4000. Inategemea na arrangement ya viti, kwa sababu pia unaweza kuweka kule juu watoto wengi wakawa wengi, bado tunaweza kuaccommodate wakakaa baada ya 300 wakakaa hata 400. Kwa hiyo minimum 4000. Na engineer, kanisa hili tunaliona kwa nje linavutia na baadaye tutaona ndani. Kwa muktasari tu, kwa makadirio ya haraka mpaka kufikia hapa ambapo tunaenda kutabaruku, kanisa hili limetumia kiasi gani cha hela? Swali zuri. Mwaka ule 2011
baada ya kupata michoro ya kathedrali hii, tulikaa chini wanazuoni, tukapitia bills of quantities priced ambao ziliandaliwa kwa wakati ule, tukaweka na percentage of inflation, mabadiliko ya bei, kwa sababu tunajua ujenzi wa kathedrali unaojengwa kwa mtindo wa sadaka huwezi kwa pegi bila kuweka hiyo provision. Lakini pamoja na kufanya hivyo, estimate tulizofanya mwaka 2011 ilikuwa ni bilioni 7. Lakini nipende kusema we were very realistic, kwa sababu mpaka sasa hivi tunavyoongea tumeshatumia bilioni 7.6, na hii 0.6 unaona imezidi. Kumbuka hapa katikati mwaka moja miwili iliyopita serikali ilikuja kutuongezea eneo hili. Tunashukuru Mungu sana, tumepata mahali pa kupumulia kama kathedrali. Kwa hiyo kuna structures ambazo sasa ukiangalia the extent of the external works tumewiden. Tumejenga choo kikubwa sana pale, tumejenga fence kubwa sana pale, tunafanya landscaping, tunafanya gardening. Kwa hiyo justification ya kwamba imezidi milioni 600 ipo. Of course inaweza kazidi baadaye kidogo ikafika hata bilioni 8. Why? Kwa sababu bado tunazungumzia finishing on the floor, kwa maana ya kuweka interlocking blocks. Hiyo itakuja baadaye, lakini sasa hivi itoshe tu kusema tumeshatumia bilioni 7.6, milioni 600 above the budget ambayo tuliestimate mwaka 2011. Engineer, tunapokaribia kutabaruku miaka 13 ya ujenzi, katika safari hii ya ujenzi yapo mazuri mengi ambayo umekutana nayo. Ni wapi ambapo ulipata changamoto ikasuasua katika ujenzi, ukasita, ukakata tamaa, lakini ukazidi kusonga mbele? Huwezi ukajenga complex structure kama hii miaka 13 usipite kwenye kitu kinaitwa implementation turbulences. Zipo, na kwa kweli niseme tu kitu kimoja kikubwa, ni kuwa na cash flow ambayo sio uniform. Kwa cash flow, ili ufanye mradi wowote you need to have a stable budget. Ndio maana hata sheria za serikali zinasema kabla ya kuanza mradi uwe na budget ambayo iko approved, iko pembeni. Sisi hapa tumejenga kwa kutumia sadaka. Kwa hiyo kwa kuwa sadaka, utaangalia hata wakati wa Ijumaa Kuu watu wanajaa, siku nyingine watu hawaji. Miaka 13 watu wamekata tamaa, wengine wanabadilisha mpaka madini wanaondoka. Kwa hiyo hizo zimetufanya tutoke kwenye Gantt chart, kwa maana ya work program ambayo tumeiprepare, unabidi kila siku kuamend. Sasa ile kama mtaalamu inakudisturb sana, lakini ukiangalia the source of fund kwa maana ya sadaka, una cha kufanya. Kwa hiyo tumekuwa tukivumilia, lakini mwisho wa siku Mungu alipanga kwamba sasa tumalize, na namshukuru Mungu kwa tumemaliza. Kwa hiyo nasema kabisa kwamba pamoja na hizo turbulences za cash flow, bado nasema sifa na utukufu wa Mungu upo nasi, sababu tumemaliza kathedrali. Kikubwa ni kumaliza. Engineer, zipo parokia, vigango, majimbo ambayo yanavutiwa na ujenzi wa kathedrali ya kanisa kuu Jimbo Kuu Katoliki Arusha, na wanapiga hatua. Wapo wanaoanza, wapo ambao wako katikati, wapo ambao wanakaribia kumaliza, na pengine baada ya hili tutasikia jimbo lingine nao wanatabaruku. Neno lako moja la kuwatia moyo wale ambao wanajenga makanisa katika ngazi mbalimbali ni lipi? Kwanza niseme mimi binafsi ambaye nimepata bahati ya kuwa kwenye kinyang'anyiro cha ujenzi wa kathedrali kuanzia mwaka 2004 mpaka leo. Wengi wamepita, wengine wametoka, kamati zimevunjwa, lakini nimejikuta tu kwamba kwa sifa na utukufu wa Mungu nimeendelea kuwepo mpaka leo. Mimi nimekuwa nikijitolea binafsi kusaidia parokia nyingi. Utakumbuka kanisa la Longa Limited ni mimi nilichora, mimi nilibuni. Kanisa la St. Ambrose Kibuka na makanisa mengi. Kwa hiyo tunajaribu, mimi binafsi naendelea kujaribu kuwatia moyo kwa kuwapa hiyo free service ya design. Kwa hiyo nataka niseme baada ya hii, kwa sababu hata hapa nimetoa services kama kampuni Mat Consult, lakini sijadai chochote, nimefanya kama service. Kwa hiyo kwa spirit hiyo
ningeomba waumini wengine, wataalamu wenye utaalamu mbalimbali, tusiwakatishe tamaa wale wenye ndoto ya kutaka kuimplement projects kama hizi, kwa kuwapa hizi as much as possible, tuwasaidie, tutoe knowledge yetu tuwape, ili angalau ile hela ndogo alionayo iende kwenye ujenzi ambao huwezi sasa kuepuka. Lakini moyo wa kwanza tunawapa ni kuwapa free service za design ambazo zinakula hela nyingi. Mimi ningekuwa natakiwa kulipa hapo, ningelipa 4.5% ya bilioni 7. Ni hela nyingi. Lakini nilisema no, wacha hiyo sadaka yangu. Kwa hiyo kama tutapata watu wenye spirit kama hii, tuwazidi kuwatia tumoyo, kwa sababu sifa na utukufu ni kwa Mungu. Ni kwa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nadhani parokia zote, maparoko wote, wakuu wa vigango waje waangalie approach ambayo tumetumia hapa, wasisite kutuconsult ili tuwashauri vizuri namna bora ya kuimplement mawazo yalionayo more cost effectively kama tulifanya kwa kathedrali. Ni kushukuru sana Engineer Daktari John Matolo kwa kazi kubwa ambayo umeifanya, na hongera sana kwa kutumia taaluma yako kumtumikia Mungu kupitia kanisa. Asante sana. Ni wachache ambao wanaweza kufanya hivyo na kuhakikisha kwamba taaluma inalisaidia kanisa. Asante sana. Na Mwenyezi Mungu akubariki. Mungu akubariki sana kwa maswali yako mazuri. Asante sana. Na mtazamaji wa Amani Online TV pamoja na msikilizaji wa Amani Radio, hili ndilo jengo la kanisa la zamani la Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ambako tarehe 7 mwezi wa 8 tunahama na kuelekea katika kanisa jipya lenye hadhi ya kathedrali hapa Jimbo Kuu Katoliki Arusha ndani ya St. Teresa, ambapo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tutashuhudia kanisa hili kubwa lenye hadhi ya juu kabisa Tanzania likiwa linatabarukiwa. Nikukaribishe uweze kushiriki pamoja na waamini Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Kwanza tumshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo imefanyika. Tumejionea sehemu ya kuanza hadi kufikia hatua hii ambapo tunaenda kutabaruku. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki maalum cha maandalizi ya kutabaruku kutoka katika kanisa kuu la Jimbo la Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, Jimbo Kuu Katoliki Arusha, mimi ni Sister Ernestina Patrick Laswai.